So how destinies are changed. Destinies kwa watu wengi hapa unakuta you are born a CEO. You are born a great man of God. You are born somebody who is senior. A person who is a businessman, a business mogul. A person who is somebody is supposed to do many things across the world. A very special person. But they will take this because destinies are meant for greatness. Every person that has a destiny, you are meant for greatness. There is nobody that has a small destiny. There is nobody who has a destiny ambayo ni kidogo, ni ya kutoka class 1 kwenda 2. Kila mtu hapa alitengenezwa kufika university na kupata mpaka PhD. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu hapa alitengenezwa kufanya biashara na biashara yake ifaulu. Kila mtu alifanywa hapa akuwe mtu ambaye ni mkubwa katika jamii. Lakini kuna kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako, unabadilishiwa mipango ambayo Mungu alikupangia. Unaweza kuwa unakuta mtoto wako alikuwa number 1 class 1, number 2 class 3, number 4, number 1 class 3, number 1 class 4, number 1 class 5, number 1 class 6. Lakini ikifika class 7 akaanza kukua number last. I love you, just take it just normally, casually. That is not normal. Ukiuliza mtoto wako alipoteza jacket, alipoteza sweater, alipoteza vitabu, kuna vitu alipoteza darasani. Na hizo vitu just they disappeared mysteriously. Alikuwa ni mtoto mwangalifu sana, lakini vitu hivyo vilipotea in class just mysteriously. Vitabu vyake vilipotea, vitabu viwili vitatu. Jacket yake ilipotea. Unamuuliza mpaka underwear yake, nasikia kuna underwear anasema sijui nani alisichukua. Unamuuliza trosa yake ya shule, unakuta ulimpatia trosa 5, lakini anakuja na trosa moja. Because kuna mechanisms ambazo zinafanyika. Kuna mtoto, alafu unakuta yeye ambaye alikuanga number 1. Kuna yule alikuanga number last, unakuta sasa wameswap. Yule alikuanga number 1 amechukua nafasi ya number 2 ya huyu. Yule ambaye alikuanga namba ya mwisho ndiye sasa ameanza kukua number 1. Mpaka walimu wanasema the most improved child in school. Hapana, haikui kawaida, si most improved. Kuna kitu kimefanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio inafanyika mpaka kazini. Unakuta sisi umeajiriwa kazi and you are best performing person. You are working very well. And even the management is so happy with you. But unfortunately, unakuta all of a sudden kitu kinapotea kwa mikono yako. Wewe ndio ulibaki ukiwa mwisho, na wewe ndio ulikuwa na kifunguo ya store. Unasikia kuna vitu vilipotea. Na ulifuka na ukamake sure kila kitu is in order. Wewe ndio ulikuwa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukiangalia kumepotea kitu fulani. And unfortunately again, kuna kitabu kama hii ulienda kwa store, ukachukua ukaandika vitu ulikuwa unaandika, unfortunately unaibeba, unaenda nayo. Unaikuta kama iko kwa mikono. Sasa umeingia ndani ya gari, unaenda nayo nyumbani kwa sababu wewe ndio storekeeper, utarudi. Sasa wakati hizo vitu zimepotea, kunaanza kutafutwa kitabu fulani iko wapi. Unasema niko nayo kwa gari, basi hata hizo zingine ziko kwa gari. That unfortunate thing that happens to you, it is not a coincidence, it is an organized thing. That small thing that you see has just happened. Ati ulikuwa unafanya kazi yako, all of a sudden kazi ikaanza kuteremka chini. Ati wewe ulikuwa mhubiri mzuri, alafu all of a sudden umeshindwa mpaka kufanya maneno. Ati wewe ulikuwa mwimbaji mzuri, all of a sudden sauti imeanza kupotea. It is not just ordinary. It is not a coincidence. Ni kitu ambacho kimeandaliwa, kimetengenezwa. And this thing is done by people tunawaitanga destiny swappers, destiny killers. They come and steal your star. Maana katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wanajua kusoma nyota ya mtu. Kuna watu wanajua kusoma kazi ile what God created you, the purposes. They will want to know the purposes. Sometimes back I used to tell you, wakati nilianza kuingia kwa YouTube na nikavuma sana kwa YouTube, kuna YouTube fulani nilikuwa naenda kwa jamaa fulani. Alafu all of a sudden nikaanza kurusi memory. Ninaendesha gari, nilikuwa nakuja Nairobi kanisani, ninajikuta niko Gong. Nimesahau nilikuwa nakuja hapa, ninaenda. Ukiniambia ka story kidogo, uniulize, baada nitakaa kama dakika 10 nikifikiria ni nini tulikuwa tukiongelelea. Kumbe hawa watu walienda kwa waganga na kwa wachawi. Na waganga sio wale tu mnaendaga kwa wale waganga wa Karumasira, hata mapasta ni waganga. Wachungaji wengi ni waganga.
Watu wa jamii wengi wa mama utakuta ni mama kama huyu ni mwombezi lakini ni mganga, ni diviner. Kazi yake ni hiyo anafanyanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe walienda wakati niliomba, nikaenda mlimani kutaka kuomba maana ninapoteza mpaka kwa nyumba ninapatiwa chakula niwekeo kwa meza na ninasahau nilipatiwa chakula. Nakuja kustuka after 1 hour I had food on the table. Alafu nafikiria ni nani aliniletea na ni mtu najua yako kwa nyumba. Ni house girl. Lakini nafikiria najiuliza ni nani alileta hii chakula, ilikuja saa ngapi? Unajaribu kufikiria mpaka sasa tena unaanza kureconcile pole pole, unakumbuka ni fulani alileta chakula. Sasa unajiuliza what really happened? Unakuja kanisani kama hapa ninatengeneza sermon, kutoka pale kukuja hapa, nikifika hapa sermon yote inafutika. Sasa nitaanza sarakasi, nitaanza kuongea maneno ya watu, niongee maneno ya watu. Sasa hiyo ninajaribu kureconcile. Nilikuwa nikuja nizungumzie topic gani? Bako unakuja naangalia huko kwa kioo pale, kwa nini naona leo tumesema nini? Unafikiria ni kuangalia na angalia ni masomo lakini nataka kujua topic ya leo. Nilikuwa nimesema na hii topic ni mimi niliambia andikeni topic hii lakini nimesahau. It has happened to me. Bwana Yesu asifiwe sana. I struggled to be in this church for a long time. About 6 months nilistruggle sana. Hata kukumbuka hii building kuingia hapa nilikuwa nasahau. Na bereni nilikuwa sharp kabisa mpaka watu wanasema huyu mtu ako na akili mingi. Huyu mtu ako na mawazo. Huyu mtu ako na, yani ukisikiliza huyu mtu venye anasema, mpaka Amerika kote walikuwa wananisifu, Uingereza walikuwa wananisifu, watu walikuwa wananipigia masimu wakinisifu. Hey, you have a wonderful knowledge. Yani maneno ulisomea. Kuna mwingine aliniuliza ulisomea university gani hii maneno? Nikamwambia mimi sijasoma sana hivyo mnafikiria. Mimi masomo yangu ni ile ya dirisha. Ni ile ya kurushiwa na mwalimu hapo kwa dirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wakati walijua oge ajata, wanaitangwa oge ajata. Walipojua wakasoma what I am carrying, the destiny that is in me, the power of God that is in me, walinitrack, wakanishika, wakachukua voice yako kutoka kwa YouTube, wakapelekea mganga. Wakachukua the wisdomatic words I was releasing, wakapelekea mganga. Walipopelekea mganga, walikoil. Sasa Mungu alinionyesha venye walikuwa wanafanya. Walikoil, wakakoil. Ni waganga wale wanaitagwa ago. Wale wa yule mzee alikufaga alikuwa anaitwa nani? Wa Magoto, ule wa kwenu. Ni yango yako. Wa Magoto. Huyo mzee, unajua kule Kiambu nani Murang'a alikuwa amefunga kiwanja ya Ihora Stadium wakati tuko tunaenda crusade huko. Akachija busi 7, akatoa hii manini ya tubo hii, mafia tubo hii. Wakapiga taadha, wakapiga kiwanja mzima ndio nisiingie hiyo kiwanja. Sasa mimi nilienda, wakati nilijua nilienda nikaingia kwa kiwanja na tukavuja hiyo madhabahu. Lakini Mungu ndiye atuonyeshe jamaa venye alikuwa amefanya. Tukivugurumisha stima hivi, nini generator, tukaweka stima ikawaka. 10 minutes ikazima. Tukamgurumisha generator badala itoe moto ipeleke kwa speaker, ilitoa moto, engine yake kaanza kuwaka moto. Tukajua hapa kuna kitu. Nikachukua anointing oil nikaisprinkle nikahakisha. Nilipohakisha hiyo stima ilikuwa imesekoma Murang'a mzima, stima ilipotea. Tulienda kwa hiyo kikigi ya stima ile inaleta stima hapa, tukaianoint, stima ikarudi Murang'a mzima. Maana walikuwa wamezuia nisikuje kuambia watu what God had sent me, kufungua watu wa Murang'a. Because tulikuwa tumeenda kufuja madhabahu ya Murang'a huko. So naye mzee kwa sababu ndio custodian. Huyo mganga ndiye alikuwa mganga mkubwa kwa Wakikuyu wote. Kwa sababu yeye ndio custodian ya power. Ile ina control Wakikuyu wote. Maana huyo ndio walikuwa namuita Guka. Ndio custodian, ndio mwenye kila kitu. Yeye hakutuma watu wa mkono. Papa Silimusedi alikuja. Akakuja mpaka kwa kiwanja. Usiku huo alizunguka kiwanja mara 7. Na akasema na kwenye kwa mlango pale tunaingilia akaweka X hivi, hakuna mtu akuingia. For sure kutoka saa 3 asubuhi mpaka saa 8 hakuna mtu alikuwa ameingia kwa kiwanja. Wote walikuwa nje, watu karibu 20 nje ya kiwanja. Unawauliza kwa nini hamtaki kuingia? Hatutaki kuingia, tunataka kukuangalia tukiwa hapa nje kidogo. Nikuingia sasa ndio nilienda nikaona hii ni mafi. Nikafanya kwenda kuangalia kwa jukwaa yetu, tukaangalia chini ya jukwaa maana ilifungwa kama jana. Chini ya jukwaa ilikuwa imevaa mafi. Hiyo taadha ilikuwa imepigwa. Kiwanja kwa sasa nikaambia, hebu zungukeni kiwanja. Kuangalia kiwanja mzima imepigwa taadha. Alafu kwenda kuangalia kwa gate nikakuta kuna kamuti kingine kana kuoga kama morenda. Unajua morenda? Waluya wangapi wako hapa ndani? Ile morenda
hiyo kamuti tunakaitaga na Kikuyu mweba iguru. Sasa hiyo kamuya ndio kanafugwa. Unaona watu wakikimbia Olympic, kuna kitu wanaweka kwa wakale, wanaweka kwa pakaba na ni hiyo mti imekoiliwa hivi, inakaa kama mureda. Mureda, si mnajua mureda ile ya Waluya. Sasa imezungushwa hivi, ikazungushwa. Sasa kupita hivi nikaona mureda, hiyo kitu imewekwa hapo na imefuganishwa, imekaa X. Hakuna mtu anaweza kuingia hapo. Na ndio naona wakati nawabiaga mnaenda kufanya spiritual mapping, wakati mnanunua shamba, wakati mnaenda mahali fulani, wakati mnatoka hapa unataka kwenda Nakuru kufanyia kazi Nakuru, wakati unataka kuanzisha biashara, fanya kitu inaitwa spiritual mapping. Ndio understand ni miti ile kwa kuliko. Ile miti utakuta hiyo area. Bwana Yesu asifiwe sana, utatoka nje. Umesikia? Ndio usilale tena hapa kularagwi. Kodoa macho msuri, kae kodo. Umesikia? Kaa hivi. Ukiona unalala unakaa, unashikilia hivi. Kwa sababu shetani hataki ukusikie, maana kuna kitu ilitolewa kwako. Na hiyo ndio hataki usikie. Wewe Mungu amenipatia topic kwa sababu yako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikaangalia nikaona hiyo manini imefugwa hivi. Kuangalia kando kidogo nikaona ile mti inaitwa mukunya. Unaona nani ndio mukunya? Mukunya ni kale kana kama Cyprus, lakini kanakuwa na tumiba tudogo. Kaedagi juu sana, kana tabaga hivi. Nikaona kako pale na kamefugwa, tumiti 8 tumefugwa na kakaba kama kogo. Kuangalia kando sasa nikasema wewe wait a minute, msiguse na hii msiguse. Tuende padi. Kuangalia hapa nikakuta kuna madisi sweet potato. Naitwa gate. Mureo. Sweet potato iko hapa. Nayo zimefugwa 6 na zimefugwa pamoja. Zile zimefugwa 8. Mweba igoro zilikuwa 12. Nikaona hii imefugwa 6, nikajua hii ni maneno. Kumefugwa. Hii kiwaja hakuna mtu anaweza kupata access. Hawaoni mpaka kiwaja iko ni kusikia. Sasa nikaambia watu, nendeni mhoji watu pale nje, mwaulize ni kwa nini hawataki kuingia kiwaja. Wakasema kiwaja wanaongojea Kajo ikuje ifugue. Bwana Yesu asifiwe sana. Atemetere ile Kajo yoke higure ikuje ifugue kiwaja. Na ndani speaker ziko na mpaka jukwaa ile tumeweka ni ile inakuwa karibu hafu eka. Jukwaa kubwa. Huko muziki ile imewekwa kule. You've never seen it. Goma inapigwa kabisa. Waibaji wamefika kwa kiwaja. Batila ile raia yote wanangojea Kajo ifugue kinini? Ati Kajo imekatasa. Sasa huko nje rumors ilikuwa inasema Waruigi amekataswa kuingia kwa kiwaja na Kajo. Na Kajo mlango ni open. The mlango is open. Na ni milango 3. Zote ni open. Nikaenda kwa mlango hii nyingine nikakuta the same na taadha kila kitu. Alafu nikaenda kwa ile mlango main nikakuta mpaka matumbo ya ng'ombe, ya busi hiyo walikuwa imewekwa, lakini imefugwa ikudo 7. Matumbo inafugwa. Inakuja inafugwa. Vifugo nani? 7. Sasa watu wote walikuwa nasema Waruigi anafanya nini? Amefugiwa kiwaja, Kajo amemkatasa. Alikuwa amelipa lakini Kajo amemkatasa. Na akasema ni wanasiasa wanamzuia. Hawako wanajua si mwanasiasa, ni mganga mkubwa wa Murang'a anaitwa wa Makoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaenda nikachukua anointing oil. Nikakuja nikamwagilia hiyo. Tukamwagilia zote, tukamaliza. Kwenda kwa kiwaja ni kuingia. Kwenda sasa mimi nikienda niliona umati mkubwa unanifuata. In 30 minutes kiwaja ilikuwa full capacity. Watu karibu 10,000 wamejaa kwa kiwaja. Lakini tungetoka hiyo kiwaja tukisema namna gani? We Joeli, tabodi yo hauja. Just go huko nje. Ona rohora turarega. Na wewe ikaraga guko. Unaona rohora araikiria adu makome. Mtodwali wa Makoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So sisi tungetoka kwa kiwanja tukisema watu wa Murang'a wamekataka kutusikiliza. Nao watu wa Murang'a walikuwa wametayarishwa kuambiwa nini? Kiwaja, Waruigi amekatazwa kiwaja kwa sababu Kajo himtaki na wanasiasa wako hamtaki. Lakini kuna kamzee kalifuka kiwaja. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wako nje ya barabara, maana hiyo kiwaja imezungukwa na barabara hivi. Watu wamejaa, hawataki kuingia maana kiwaja haijafunguliwa. Kwa hivyo kuna strong man. Na huyo strong man ndiye alikuwa ameshika kiwaja na ameifuga.
Sasa hakuna si kajo, there is a strong man. And this is what I'm talking about. There is a strong man ambaye amekamata destiny yako. There is a strong man mwenye amekamata. Maana siku hiyo tulikuwa tunaenda kuvuja madhabahu ile iliyowekwa ya Maumau, na wale watu walikuwa home guard. Maana Maumau walikasi home guards, na wakakasi home guard, alafu kutoka siku hiyo hakuna mtu ambaye ametoka familia ya home guard amewahi kusurvive vizuri. Lakini hiyo ndio ile madhabahu tulikuwa nani kuvuja ya Maumau na ya home guard. Kumbe wa Magoto ni mmoja wa home guard. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio custodian, ndio ameweka na ameshika hiyo madhabahu. Sasa alituzuia tusiingie. Lakini wakati tulijua, tulienda tukabomoa hiyo madhabahu, tukaiagusha, tukaingia. Kuna vitu vingi zimekufuga hapa, na si vikubwa, ni vitu tudogo tulishikwa tu. Mtu alichukua ile kausi ya sweta, akakudeka kikudeko moja, akakudeka ingine, akakudeka tatu, akakudeka nne, akakudeka tano, na akamaliza na akakuweka hapo. Sasa wewe utaishi maisha yote unahangaika, ukienda kufanya kitu unakamatwa na ugonjwa fulani. Ugonjwa unapimwa leo unaambiwa uko na kansa, kesho ukipimwa unaambiwa ni H pylori. Kesho kutwa ukipimo unaambiwa ni malaria. Kesho kutwa ukipimo unasikia ni kitu kingine tofauti. Unasikia ile original disease uliambiwa hakuna. Na unakuta struggles zimekuingia one after the other one. Watoto wako they are struggling. Wewe you are struggling. Everything is not working in your life. Kuna vikudo ziliwekwa. Kuna mtu alichukua. Sasa ndio hiki ndio nakujaga. Unakuta hata ukiingia kanisani kama hii ama bwana yako sasa tuseme nikutumie. Lakini bwana anatuangalia. Usinipigishe vita. Sasa tuseme wewe ni mke wangu, nimekuwa. Wakati ulinioa, tuliona wewe ndio ulikuwa na pesa. Wewe ndio ulikuwa na akili na mambo mingi. Tulikutana ukifanya biashara kubwa, ulikuwa na biashara. Yani wewe ndio uko na manto, wewe ndio uko na hiyo kidole ya kufanya kazi. Mimi nilikuja kwako, nikakuta ukiwa na pesa yako milioni 5, 10 kwa account yako, na kazi ilikuwa mzuri. All of a sudden tukiona unaanza kusikia kazi imeanza kufanya nini? Imeanza kuteremka. Kazi inateremka. Sasa unashangaa, ni kuomba siobi ama ni nini? Na sasa hiyo mpaka unaongeza maombi, unaenda kataroni. Unaenda the more you are increasing maombi, ndio unaendelea kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kimwanaume hiki kilikuja ndio kimebeba ile maneno na kusubua. Unaweza kuolewa na mtu ufilisike. Unaweza kuoa mwanamke ufilisike. Unaweza kufanya jambo tu limalize hii kanisa. Naweza tu mtu anaweza kuingia hapa nimpatie kazi ya Asha peke yake. Just Asha. Usikie kanisa mzima imeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kumleta hapa umfanye pastor, ati ni assistant pastor, ama umfanye kakidu, unasikia kanisa mzima imeanza kusambaratika. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio amebeba hiyo kitu ya kumaliza. Na sio yeye amebeba, amebebeshwa. Maana wale walimtuma hapa, si yeye alijituma. Ni aliletwa hapa. Na akakuja akiwa mtu mzuri sana, unaona huyu anafaa kuwa pastor. Ama unaona mtu mzuri sana, huyu anafaa kuwa bibi. Ama unaona mtu mzuri sana, anafaa kuwa bwana. Kumbe si bwana, ni psychologically umechangewa, umeswapiwa. Destiny yako zimebadilishana. Sasa wewe unaletewa the wrong man, ama unaletewa the wrong woman. Unaachana na yule mke ambaye anafaa kuwa wako. Unakibiria mwanamke kama huyu kwa sababu amefiga kitambaa mzuri, unaona na hii maguo ya mafiriri huko, unaona huyu ni Mkristo mzuri, ni mtumia to yako hiki. Mdogo to waziri. No ugireherwo tuge, ureherwo uyu, no ureherwo uyu ri. Ugicagura uriko. Ugi uyu. Todo ena Ngai. Githenege thito. Gekahumbo nguo cia Ngai. Sasa ukimpeleka kwa nyumba, ile maneno utaanza kuona one after one, ni maisha yako ikiporomoka. Na itaporomoka mpaka ishe. Iende kabisa mpaka mkue zero. Unauliza Mungu, ni nini nilifanya? Niki yake kile. Nigetha maisha yako maseje huko. Kumbe there is something that was swapped from you. Kuna kitu kilibadilishanwa. DNA ikabadilishanwa. And this destiny, at any destiny of a person is meant to help you. It is meant for the greatness of your life. Meant for the greatness of whatever you are doing. Lakini nakuta, these people, how do they come into your life? They come into your life because we help them. Ndio wapenye, ndio wakupenye. Lazima wafungulie mlango.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio watu wakuje wabadilishe ile kitu iko ndani yako. Lazima, kwa maana ni kitu sealed, ni kitu sealed. Biblia imetuambia nini? Some were given evangelism, wengine wakapatiwa mapasta, wengine wakapatiwa nini, wengine wakapatiwa nini. Sasa hiyo ni kitu imetoka biguni, ni yako. Kwa hivyo kama usipowafungulia mlango hawataingia, lakini ukiwafungulia mlango ndio wanaingia. Kwa hivyo kitu kimoja kinafanya hawa watu watuingililie ni milango tunafungua. We give them, we help them to swap our destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us ambao tumelose destiny zetu tuliwasaidia. Hallelujah. Ulipata na kimwanaume, ukiona kimwanaume ni kizuri, kinapendeza, ni kitoro, daka de hadisam, ukakipeleka. Kumbe ni kimwanaume kia kutoka kwa kuzimu. Ukapatana na kimwanamke kizuri, ni nyota, kina meremeta kumeremeta, kuna meremeta, unapeleka kwa nyumba. Kumbe kwenda tu kufungua zipu yako, the end of you. Utastruggle another 10 years, another 20 years. Unakuta mikosi ile imeanzana na wewe ni one after the other one, he after he. Na ni kimwanamke ukikiangalia kilikuwa mpaka na Prado, kinaweka pesa hivi, kinapaga hivi, bako unashaka huyu mwanamke anatoaga wapi pesa. Kumbe kuswap, akitumika katika ulimwengu wa giza, milango yake inafungika. Akifaulu kufunga mlango yako, yeye anaenda analipwa. Na analipwa na style ya spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. So these people wako kwenye kazi. Hawa ambao wanabadilishaga destiny za watu wako kwenye kazi. They don't do that just like that. Utapata na kisichana kizuri, baka mnaendaga Serena, mnakula, mnaenda mahali mnakula vizuri, mna enjoy life. But unfortunately, kisana kilitumwa kinakuja kana na date na nyota yao na power zao kule wanatoka power, maana zinatokanga zikiwa na code. They are coordinated. Kuna code ambazo zinatumika when to hit you. Utakuta mwaka mzima hawakuguzi, mwezi wa 9 ndio unamepagiwa kugogwa. Na hiyo mwezi wa 9 ndio watapaga kila avenue. Watapaga ile mlango ataki. Ama yani wata make sure hautachomoka, lazima utagogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they know this is the month that we kill, this is the month that we recruit, this is the month that we harvest, this is the month that we plant. Kila mwezi kwa mashetani kuna mwezi wa kupanda, kuna mwezi wa kupalilia, kuna mwezi wa kuvuna, kuna kila, they are organized just as we are organized in the kingdom of heaven. Pia kule wako organized. So wanajuaga mwezi wa kufanya hii, kuna mwezi wa kufanya hivi, kuna mwezi wa sex. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwezi wa sex, utakuta kanisa mzima inafiri sex, maana ni mwezi huo. Na hiyo katika sex ndio watu wanakuwa weekend. Katika sex ndio unakuta watu wanafanya nini? Unakuta ndikilala na huyu, basi mimi nimekuwa weekend, huyu amekuwa weekend. Wewe unarushia huyu hiyo pepo, huyu na yeye analala na yule anakuwa weekend, huyu na yeye analala na yule unakuta watu wote mkikosa kulalana na hapa, unakuta ukitoka nje kule utapatana na mtu atakulipia kiti kwa gari na mpedane, na within few minutes unasikia mko kwa room. Ni mtu hujui, mtu hujaiona, mnasikia mko kwa room. Kwa nini? Ni agent, ni monitoring spirit. Walikufuata, walijua huko kanisani kumeshindikana, wanakugojea kule nje. Wanajua kule unafanyia kazi, kule unafanyia kazi kumeshindikana, ama kanisani kumeshindikana, wanakugojea kule unafanyia kazi. Huko unafanyia kazi unasikia kuna loan unataka kukuja kuchotwa. Auctioneers they are on the road. Kimutu kama hiki kinakuja, unaona kinakuja, mnaongea mpaka kinakusaidia, kinakwambia nitakulipia hiyo pesa kidogo wanahitaji, unalipwa. Unasikia unasema oh my God has just remembered me. Kumbe si Mungu amekulimeba, walikuwa nataka kufungua mlango. Na wamefungua. Kutoka hapo the next 10 minutes ndio huyo kwa rumu umefungua mlango hiyo ingine. Kisha wewe kutoka hapo huyo mtu hautamuona tena, na ile pesa alikuwa amesema amekutumia unaenda kwa account na ulikuwa umeiona imeingia kwa simu yako, ukiangalia unakuta hakuna. Washamaliza kazi. Kutoka hapo unasikia mizigo yako imechotwa, kila kitu, biashara yako imefungwa. Na unasikia kutoka biashara yako kufungwa, msee na yeye ametoroka, ameenda, na yeye amekuacha, unabaki peke yako. Maana kuna kitu kimebadilishana, kuna kitu kimenyakuliwa, kimeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what causes so many of us to suffer. Hiyo ndio imefanya huduma nyingi sana zimeanguka. Maana wakati kuna attack hatuelewagi attack ikikuja. Wakati kuna attack hatujuagi, tunaonaga watu wazuri, tunaonaga mtu ni Mungu amemtuma. Sio watu wote wametumwa na Mungu kwako. Hata shetani ako na uwezo wa kutumana, na hata kutumana na utakamatwa, na hata wanakujanga when they come to the need, when you are in that need
ambayo imekusumbua sana, that kind of a problem, that kind of a challenge, hiyo unapitia, sasa hiyo ndio wanatumanaga. Na wanakujaga wakiwa real. Baka unaona unasema wewe kaniwe gai. Wanajua jana ulikuwa naomba nini, maana usina mnaomba kama mnaanelea. Baba ninakuomba nitumie tu mtu baba. So ulimtumia Elijah kogoro akamulisha. Baba nakuomba nitumie kogoro yangu. Kogoro ambaye itanisaidia. Unaomba. Wale wanasikia kogoro, wanatengeneza kogoro wanakuletea. Mbako neba kama nganga kogoro alimulisha Elijah. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana walisikia ukiombewa milango yako imefunguka, wanaenda wanafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kitu ambacho mnafaa kukielewa zaidi, maana ndicho kimemaliza watu wengi. So they weaken your spirit. They will find all ways. Watakuletea uchawi, watakuletea makasiriko. Tukasema sana makasiriko imetumika sana. Mimi hapa naletea kwa makasiriko. Hapa nikihubiri hapa. Kama sasa si yule mama alikuwa pale. Alikuwa sukari yangu ilikuwa imeanza kupanda. Na ingepada. Hiyo message zingewapatia. Immediately ingefutwa nipatie message nyingine. Nipatie message ya love. Sasa ningeanza kusema, do I look handsome? Si mnanina nakuaga handsome. Sasa najua mimi sasa hata sasa nimeamua next month lazima nitafute mtu. Lazima nitafute. Message ile nilikuwa nayo imeenda. Sasa ikiwa karibu kumalizika ndio nakumbushwa. Kolika ndio ni message. Maana wamejua kukoga ndio bado wanakuja kukuuliza message ile ulikuwa unapanga kuhubiri imeenda wapi? Ni Shetani bado anakuuliza. Bako na oh my God, nimehubiri nini leo? Kumbe umeswapiwa. Hata hapa ninachejiwagwa. Mimi mwenyewe nishaichejiwa. Nakuja hapa naona Joeli amefanya vituko zake, naanza kukobanisha Joeli. Nakobanisha Joeli na kuta huyu amefanya nakobanisha, nasema huyu nakobanisha. Wako wamemaasha. Hii ni kazi gani mnafanya hapa? Jamani, nimetugele kwenu. Topic inapotea, na hapo ndio nilikuwa nawaambia how they did with my brain. Wakati nilienda kwa mlima nikaomba, niliomba siku 7. Lakini hata kuomba hiyo siku 7, hasikuomba siku 7. Kama niliomba sana, niliomba 2 hours ama 1.5 hours for those 7 days. Maana nilikuwa naomba ninasahau. Mpaka nasahau, naanza kumwambia Shetani, ninakupenda sana. Wewe ndio ulinisaidia Shetani, na kukemea Shetani katika jina la Yesu. Ninakuharibu na vuja mipango yako yote, na sambaratisha katika jina ya Shetani. Rima kayando robosaya Shetani kantori maha. Unakuta kuomba kwote nimewekwa ndani ya Shetani. Sasa ninamuinua. Si baba yangu Harrison hapa. Simuliona kule kwa Kegei. Ndio ujue Shetani ni mbaya. Akiwa kwa Kegei aliambia Karago namna gani? Shetani akulide. Alirudi tena kusimama kusema sikuwa na maanisha hiyo. Nilikuwa nasema Mungu akulide. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna kitu kinataka kuswap kiharibu. Tangu siku hiyo unaona Kegei venye kamehangaika. Maana kuna neno lilinenwa huko. Na Harrison hakuwa na ubaya. Alikuwa anasema Mungu akulide. Lakini akagonyorwa mdomo ikasema Shetani akulide. Imagine mzee kama huyu Archbishop akitoa matamshi kama immediately wakakata hiyo kitu haraka, maana walikuwa wameiset. Si eti kumaanisha kwa sababu wewe ni Archbishop ama wewe ni prophet ati Shetani hawezi kukugoga. Wanakugogaga sawa. Kwani Yesu hakugogwa? Si aligogwa? Yes. Yesu aliona mti inaitwa mkoyo. Walikuwa na njaa. Akaona mti pale akajua pale tunakula matunda. Todie. Na akaconvince. Si niliwaambia tutakula. Tuliwaambia Mungu atafanya kitu, tutakula matunda. Kufika huko mti haina hata ngo. Ile makasiriko iliingia huyo jamaa. Alilaani hiyo mti mpaka saa hii ipata amani. Si hiyo ni makosa alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anaweza kuwa attacked at any time, at any point, it doesn't matter where. Huyo bishop wetu aliatakiwa kwa Kegei. Alisimama tu akaambia Karago, Shetani akulide. Na wale walikuwa wamemtega kwa hiyo, maana walifaulu kumpenya. Walitafuta atmosphere, ground. Na hii ground ilipatikana na nani? Ilipatikana kwa sababu usiku hiyo mtu anaitwa Ben alikuwa ametoka kwa Dama. Na mtu wako na bibi wapi? Ako kwa bibi kwa nyumba. So the ground was fertile. Si Dama alituambia.
Si alituambia? Bishop aliuliza, Ben, ni ule na mutumio getigo oyo? Akasema, oyo nowe. Bishop Ben, dago shokira rege. Ni ule na mutumia uge. Tiga oyo. Sana oyo. Na gaine moira. Na alikuwa ametoka kwa nani? Kwa dama. Hiyo ni ground. Hiyo ndio konyora mse. Hiyo ni ground. Mse akafanya nini? Akaachilia na shetani akulide. Sasa kwa maana walikuwa wamemteka kwa hiyo, walikuwa wameweka mtego kwa hiyo. Walikata kabla hajatoka kwa madhabahu. Walikuwa wamekata na ikaenda viral. Ikaenda viral dunia mzima. Ati bishop amesema shetani afanya nini? Akulide. Sasa akiangalia simu yake anaona kitu inaenda viral. Na imetoka kwa hapo bwana. Imetoka. Hata si watu wa kanisa walimwambia, aliangalia kwa simu akaona kitu kanaenda ateneke marauga. Hapo ndio alijulia ati alisema hiyo neno. Akaamuka, akaenda kwa madhabahu, akakansel. Lakini washafanya nini? Message isafika kule ilikuwa inatakikana. Bwana Yesu asifiwe sana. They only need that small chance. That very small. That the small. Hiyo legal ground. Hiyo kidogo tu. Hiyo ndio wanataka kwa kuataki. Na kwa ataki inaendaka faster kuliko kubadilisha. Kwa sababu alijaribu kusema na hakuna mtu amewahi kuweka hiyo kitu alisema. Nilikuwa nasema Mungu akubariki. Hakuna mtu amewahi kuweka. Hakuweka. Hata Kiage mwenyewe hakuweka. Hata mzee mwenyewe hakuweka kwa dini yake. Kwa sababu kuchange inakuwa kitu kasigiri. So they weaken your spirit. Hapo hiyo wali weaken mzee spirit kupitia jamaa alikuwa amelala kwa nani? Kwa jagiri. Hiyo ndio ground ilitumika kuweka mzee aongee maneno mengine. Na ndio maana mzee anakuwaka na wasee kule unaenda unapelekwa interview, unaulizwa unafanywa interview. Hata kama sasa kwa sababu ninafanya ordination, nitaenda nitakalizwa chini tabia zangu. Labda wametuma watu wanakaaga hapa wakichukulia wakijua ni nini, wanawaulizaga maswali, huyu apostle muigua ate ahikire atwarana na hiki ate huko kuna wametuma, nimeona wawili watatu wamekuja huko. Najua hawa wamekuja kuchunguza kuangalia kama niko sawa. Mzee hata mimi ndio niliambia mzee chukuza hata mimi nichukuse vizuri. Si mnakumbuka wakati tulikuwa tunafungua kanisa, kuna kimama nilikuwa na kilikuwa kigari Fred kiagu 2001 in 1989 ndio kilikuwa kigari Fred kiagu kiapo kwangu. Unaona hapa kwangu hapa juago hiyo kabarabara kakuteremka huko kwa ule mkaba alikufaga ule walikuwa jeshi la wokovu. Si unamjua? Hiyo kimsichana yake kilikuwa kigari Fred kiagu. Sasa tulifungua hii nyumba lini? Last year batuani. Ni last year ama ni last year? Ni last year. Ali last year, si ndio? Tulifungua last year. Ndio tulifungua hii Kigogona. Si ndio Harrison alikuwa hapa? Sasa imagine kutoka 19 ilikuwa 2019 1999 ndio tulikuwa urafiki. Ndio alitumia siku hiyo Ng'ang'a anakuja hapa. Ndio alimtumia akamwambia huyu jamaa aliniweka miba na niko na mtoto wake. Unaenda kuordain jagiri. Unaenda kufungulia jagiri kanisa. Na hiyo ka message kalienda viral. Kalienda far and wide. Baka mapasta wa ng'ambo wananitumia. Wengine wakapigia Harrison. No tugukanagia. Mundu ucio tarora rugano rwake. Sasa na mimi nilikuwa na weapon yangu. Kamama kumbe the same kamama kanasema nilikuwa na mtoto. Kalikuwa kamesema Uhuru alilala na yeye akamsalisha watoto wangapi? Sasa immediately nikatumia Ng'ang'a. Nikamwambia basi sikiliza hii na usikilize hii. Sasa ufanye maamuzi yako. Sitaki kujitetea. Sikiliza hii na usikilize hii. Alafu tena kalikuwa kamesema kalilala na Joho kakazaa mtoto. Nikatuma ingine ya Joho. Ng'ang'a akaenda, maana kamati yote ya kanisa ilikuwa imekaa chini kuambia mzee ruko udogothie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruko udogo katia dogothie ni uguthukia ritwa. Mundu ucio no tugukanagia. Mundu ni agakuhaka ndoro. Sasa nikamrushia wakiwa kwa meeting sasa wakimconvince nikamrushia ya Uhuru. Na nikamusia ya Joho.
akawarushia akawaonyesha sasa sikili, naye akawarushia akawaambia sasa tusikilize hii ya Waroige na tusikilize hii ya Uhuru na hii ya Joho tufanye maamuzi. Wakakuta kumbe ni kama mwanamke kamkora. Hiyo ndio ile kazi wanafanyaga. Na mbona kafufuke, mbona kakuje wakati ninakuja kufungua madhabahu? Because wanafanyaga kitu, ni demons zinafanyaga kitu 10 years na hiyo kitu inawekwa for a particular time. Wanajua, walikuwa wanajua hii siku ndio litafanywa, kanisa itafunguliwa, ndio kigogona nitapatiwa kigogona na Mungu. So hako kama mama nililala nako siku hiyo for the purposes ya hii miaka 10 miaka 21 baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Herode alisema vitoto vyote vya makabili viuliwe, si kwa sababu ya hiyo miaka 2, hapana, it's because of that years to come. Yesu alianza kazi that years to come. There's watoto wa miaka 2 walikuwa nauliwa because of that years to come, 28 years. Kwa hivyo the devil does not do it today. Alifanya kitabu. Ukiona mtu amelipukiwa, ukiona mashetani imetumwa, walijua na wakapanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijua na wakapanga. Ndio kwa maana tunaambia kwa ikale muigwete. Every time kuwa mkiwa strong mpaka wakati, maana Mungu atatutendea na Mungu atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo dinaambia when the weekend, kwa sababu wanajua utaenda kubarikiwa mwezi wa 10, ndio gari yako inakuja, ndio biashara yako inakuja, ndio ndoa yako inakuja, ndio maneno yako inakuja. They will plan before that to weaken you. So they know how to weaken. They know unaenda kubarikiwa, they will weaken you. Ndio unashikwa na hasira, unasema nie dikwenda modrome kale dhruari wana madhai mageturaga. And that is the time God was coming. Ukibakisha miezi ngapi? That's the time. Kimwanaume kinakuja kinajua wewe unaenda kubarikiwa, kinaekuletea Tanzania, kinakuletea hilisi, ndio kikudisi. Kwa kabisa si mwanaume mbaya. Yeye anafanyika vessel. Amefanyika chobo cha kuharibu mambo yako yote. Ndio unakuta kitu ulikuwa umeanzisha kimeanguka. Things that you had planned for 10 years. Unasikia mtu I have invested for 20 years because of this time. But it all has gone. Umetengeneza tu pesa. Umefikisha milioni 6. Sasa unasikia kaproti maguta. Unasikia proti na ni proti ya half an acre na inauzwa rahisi. Kule zingine wanauza milioni 8. Sasa unaambia huyu ni mtu amepata kashida fulani, kuna mtu mgonjwa anataka kwenda kutoa hospitalini. Anauliza kama kuna mtu anaweza kutoa milioni 5 tu hiyo kitu ishe. Sasa si unakuja na kiherehere yako na pesa tulio umesave over all the years umesave. Siku hiyo ndio unaona kanyoni wa ng'ethe. Unaenda unapatia pesa kila kitu, unapatiwa title, unaona umesaini kila kitu. Ukienda kuweka fence, mtu mwingine anakuja na kuambia mchaba ni yako na title ndio hii. Ukiangalia title yako mpaka unaona ni fake wewe mwenyewe. Hata uabiu na roya, uabiu na mtu, ukiangalia hivi unaona ni fake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka unashindwa. Ilikuaje mpaka nikadanganywa? Ilikuaje mpaka sikuangalia? Na unaona kwanza ukisaini ilikuwa ya Machakos. Sasa ile imeenda kutolewa unakuta ni ya Kajiado. Kumbe uko na title ya Kajiado. Na shamba iko Machakos. Mwenye mshamba anakuja na title anakuambia this is my title. Na ni nadi Machakos. Wewe unaenda kutoa yako unaona ni Kajiado. Unashindwa. Wadhiri atia kulifanyika nini? Waliswap. Akili zako zilitolewa. Sasa hawa Wakorintho, unaona nimesahau. Najaribu kuzungumzia hiyo ya watu walinifanya hivyo na divert. Si mnaona? Nimezungumza sasa ni mara 3 naenda kujaribu kuigoga, lakini ninaondolewa napelekwa kwingine. Kwa sababu iko bado na effect mpaka leo. Maana wakati nilifanya hivyo, walienda wakati niliomba kabisa. Like for 7 days, ile masaa nilicompine naona nilijaribu kuomba vizuri. Niliomba 1 hour. Lakini na 1 hour hiyo niliomba, nilikuwa na msifu shetani. Baba, katika jina ya shetani, ninakuomba labakanka ngamborobo saya. Baka na robokontia, na robokaya, mpaka unashindwa marobokoto hizi ni za kutoka wapi? Si za kawaida, ni za shetani. Maana wao walinitoa. Ile kitu walitoa brain yangu in the spirit. Wakaenda wakakusanya makogo, wakatengeneza kama brain, wakaniweka. Sasa ni nini ilikuwa kwangu? Ni makogo. Hivyo ndivyo wanafanyanga mtu in the spirit. Walinitoa brain wakaniweka makogo.
nikaanza poteza memory. Walinibakishia ka memory kadogo kadogo kakunifikisha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how they managed to manage kunidelay, nikakuwa derailed. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, how do they attack you? By delaying, by causing a delay in your life. When they cause a delay in your life, utaanza kukua desperate, because a delay has been initiated. Sasa unaona umezeeka, una mtoto, una nini, umezeeka, ukatia whether mwanada anaonekana, sasa unashindwa, sasa nitafanya nini? Sasa katika hiyo delay unaanza kutafuta nini? Madefiner. Madefiner unatafuta, unaenda sikia kuna mganga kutoka wapi? Kutoka Taga. Ako na dawa ya kuzaa. Sasa unasikia, unajua usho mganga ni wa Taga. Na si unasikia watu wa Taga wako na dawa mzuri. Unaenda huko. Ukienda huko, kwa sababu hiyo kitu nilifanyanga huko Nakuru, nikiwa muhuni pale Nakuru. Nilikuwa mganga hapo Shabab, mahali panaitwa Shabab. Nilifanya kazi ya uganga hapo. Na nilikuwa tunatibu wa mama ambao hawazaagi. Sikuwa na dawa ya kutibu kazi na nguvu za kiume, sikuwa nayo. Sikuwa nashughulikia sana nguvu za kiume, ingawa kwenye ubao ile nimepigilia kwenye posti za stima nilikuwa nasema tunatibu nguvu za kiume, tunatibu nini, na wale wa mama hawapatagi watoto. Sasa wao ndio walikuwa nakuja weki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa unaona huyu mama amekaa mzuri, asikie hiyo. Naona mpaka tuusikizi tumeisha, ndio musikie gani hiyo. Sasa tukiwa Nakuru, sasa nakuja mama, unaona mama anakuja na kuna mama moja by then siku hizo alikuanga PS mkubwa kwa serikali, alikuja. Maana nilikuwa nimeandika mganga kutoka Zanzibari mwenye nguvu za kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how it used to be. Na ndio unakuta wazee wa zamani, they lived very holy life. Maana they were never contaminated. They were strong, they were holy, they were clean. Siwabii mwende mkaolewa na wanawake wengine, wanaume mkwe wengi, hapana. Lakini it's just nimeachilia tu an observation. What made these people to be holy? Because they avoided kila kitu ambacho kinaweza kufanya destiny yake kuwe swapped. So most of us, our destinies zimechukuliwa. Zilichukuliwa through sex, zilichukuliwa through hizo mavitu zetu, ma DNA zetu, zilichukuliwa through nani? Zilichukuliwa through delaying tactic ambazo tunafanya. So number 2, tumeona they use our DNA to take the people destiny to take. And the number 3, which is the last, na nimalizia hapo maana muda nimeona umeenda sana. They use trick of prayers and miracles. Sasa kanisani ndio destiny za watu zinaibiagwa sana. Mapasta, mabishofu na makibishofu. Kuna watu wanajua kushika mtu, wanajua destiny yako. Mimi najua uko na kipawa. Mungu amekupatia kipawa cha healing. Nitakukamata nikuweke hapa nikutumiage. Mimi sina kipawa, lakini nitakuwa nikikutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikuwekelea tu mikono hivi, ninakunyonya. Sasa nikiinua hapa nasema katika jina la Yesu Kristo nakemea mapepo. Unaona mapepo inatoka, lakini si mimi, ni wewe. Hivyo ndivyo unaonaga watoto hapo, unaonanga wanakuanga na autism na wanakuanga na vitoto vinakuanga mazumbi hivi kwa families. Kwa inakuta kuna kitoto kizubi. Na ukienda kwa nyumba zote ambazo ziko na ugaga na uchawi na uiliminati, kuna huyo mtoto anakuaga very important to the family. Maana mapepo yote na spirit zote ambazo wanatumia zinatumika na wapi? Zinatumikanga, zimewekwa kwa store. Huyo ndio store. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta familia, mama na baba ya mtoto, kwa sababu ndio wanaelewa huyo mtoto wanampenda kuliko watoto wengine wote. Unakuta mpaka treatment ya huyo mtoto ni mzuri, maana huyo ndio store ya zile mapepo wanatumia kufanya biashara. Huyo ndio store ya nguvu za giza ambazo wanatumia katika biashara. Sasa huyu mtoto anawekagwa vizuri, maana ni store. Wao hawamchukulii kama mtoto, wanachukulia kama store ya kuweka vitu zao. Utajiri wao yote ya kiupepo imewekwa kwa huyo mtoto. Bwana asifiwe sana. Sasa unakuta katika hiyo hali ya in the spirit ya kanisa ya watu kuombewa, unaona wewe unataka tu kuombewa, hujalishi unaombewa na nani. Unasikia kwa watu wengi ndio miracle inafanyika, unakuja lakini hutaki kujua watu wengi wanatumia spirit gani.
Unasikia Manyuro wako hapa, unakimbia kwa Manyuro, unahutaki kujua Manyuro anatumia spirit gani. Unasikia kwa Ng'ang'a, unahutaki kujua kwa Ng'ang'a ni spirit gani inatumika. Maana hapo ndio nyota zinaibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali ya kuombewa na katika hali ya kwenda kwa madivina, kuna mtu ameweka kanisa yake amefunga. Ukiingia hiyo kanisa huwezi toka. Wewe unasikia tu kwenda huko. Na ukiuza hata mayai, kuku ikikalia ikitoa hivi mayai, unakuwa umewekelea mkono hapa ndio uuze utume pesa kwa pastor. Maana alikukamata, aliswap your destiny, akaikamata. Utakuwa mtumwa wake mpaka ufilisike. Yeye mwenyewe ndiye atakulilisi uende. Akiona amekunyonya amekumaliza, anakulilisi. Akiona amekunyonya amekumaliza, anakulilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna wale watu wametumwa kwako na wanakuja wanakutumia. Alafu unakuta hawa kuna prophet. Of course hiyo topic inaendelea sana saa hizi, iko juu sana. Kuna maprofeti, wanaona maprofeti wako powerful prophets. Unakuta kube ni watu walienda mahali kama Benin, walienda Ghana, walienda Nigeria, kuna mahali wanataka kuchukua powers. Na akienda huko kuchukua powers, akifika huko kuna karumu anapeleka kwa kama kale. Anaambiwa igie hapo the master ama the mtu mkubwa yule ambaye anakuja kumwombea atakuja. Kwenda kuingia hapo anakutwa na malaika wale wa kuzimu 10 ama 12. Wanamwambia sasa kaa mzuri, paka mafuta huko nyuma. Wanamtumia. Kila malaika anamtumia kimwachia kitu. Powers fulani zile anachokona, alikuwa ameenda kuchukua powers. Sasa hizo powers zote atapatiwa, atawekewa kwa mwili wake through huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akikuja unakuta huyo jamaa anakuambia, who is Joseph? His number is 0722 25 66 55. Oh, man of God is true. It's my number. Ni namba yake. Kumbe ni mapepo. Ndio nampatia hii namba. Because alidara na malaika. Na hiyo watu hata wana biashara wanafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana biashara wanafanya na hizo. Anaenda na raro na yeye. Na ndio naona hii mambo ya homosexual ni mingi sana. Maana ni control kutoka kwa hizo powers. Ni control kutoka kwa hiyo forces. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu sasa watu wengi wanashughulikiwa nayo sasa. Makanisa wengi unakuta sasa kuna kuja kijamaa kama hiki kinakuja kube nikia huko, nikia kuraro na kimepatiwa hiyo vitu. Akikaa karibu na huyu mwanamke ataanza kufikiria huyu. Na huyu anaanza kufikiria wewe. Na anaanza kuona ukiwa mdemu mzuri. Na akikusalimia mkiteremka hapo, mnaanza kuongea pako unaanza kumfeel unaangai. Na huyu mama ni mtamu, ni anakaa mzuri. Unaweza kuona kia beautiful. Na unaanza pako unamwangalia swaga na huko nyuma, unaona kweli swaga yako na swaga. Na wewe ni mama, na wewe ni mama. Na nyinyi wewe mnaangalia na mnaona swaga, na wewe unaona swaga. Pako unasema, "Hey baby, so I can buy you a cup of tea." Munaenda. The next minute a glass of wine. The next minute unaamuka asubuhi unaanza kuuliza ili ifikaje hapa. Sasa hiyo mpaka sasa kutoka hapo unaanza kujukia wanaume. Unasikia tu kutafuta wamama wenzako. Na mwanaume unafanya hivyo unaanza kutumia nini? Unaanza kutafuta wanaume. Hutaki kuwa na mama, unaona kama mama unaona kutapika. Unaona mama, kuna siku na jamaa mwingine hapa alikuwa amekuja, bibi yake ni teacher. Na huyu mwanaume na yeye ni mtu mkubwa kwa kampuni kubwa, ni manager mkubwa sana. So kuna mtu anaidaka na yeye nyumbani. Anaambia mama ati huyu ni mfanyikazi, ni driver yako. Ndio kama anakuja mwalile rumu area, mtengeneze ile rumu. Mama anaenda. Sasa mzee anabaki akifanya, kuna kazi. Ako na rumu yake ya nani ya kufanya kazi za ofisi. Sasa anajifanya ameingia kwa laptop. Anafanya ni laptop. Lakini hakuna laptop. Anaambia mfanyikazi, nipangie hiyo makaratasi mzuri. Anapaga makaratasi. Mama naye kwa sababu amechoka naenda kesho asubuhi, mama naenda analala. Kwa maana mzee ako kwenye laptop. Kumbe mzee alienda akasema, akaangalia mama amelala, akaenda kwa bibi, kwa mzee mule driver. Kana menyana. Sasa siku moja, si ule unajua kuna siku ya kufa kwa nyani. Miti yote inafanya nini? Inatereza. Mzee huyu alienda karibu malisa, akasikia mzuri sana, akalala hapo tu. Mama kukuja kuamka asubuhi kutafuta bwana kwa laptop, hayuko kwa laptop. Sasa si akaenda, hawa mpaka walisahau kufunga nini mlango. Mama kwenda kufungua mlango, alikuta huyu ako noi na huyu ako noi. Ameweka
Amekania hivi. Akajua kumbe akuagi dereva. Ndio kwa maana mama, huyu mzee hapendi mama. Mama anataka kugusa mzee, anamwambia niende kwa demono. Saki disturbance mingi. Kumbe ashafanywa maneno huko. Haleluya. Hivyo ndivyo maneno inaendaga. Kina mzee ameweza kuja na kwambia ni mtu wa kasi tunafanyaga naye shule. Na anakuja alafu unawaacha unaenda shule, unaenda kazi, unawapekea chakula hapo, unamwekea breakfast, anafanya breakfast hao na maguta kile mwenda blue band na okay na jam ziko hapo. Na tumekata umepaka msuri. Wanaangaliaga kwa dirisha. Wakichugulia ukienda. Wakichugulia kienda wanakwambia wanakimbia kwa geti nili ya kufungua. Wanafuga na wanaacha kifungua hapo. Wanafuga ndio hata ukijaribu kuja kufungua, ukifungua iko hapo inakataa. Wanarudi kwa kitanda ile umlilala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani unawahurumia? Unawahurumia? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how destinies are swapped. That is how destinies are changed. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us here, our destinies zimekuwa changed in one way or the other one. And this is why today we have come here to reorganize, to seek God, to bring back our destiny. Ndio tuweze kuishi. Mimi nimekaa nimeomba sana mpaka hiyo makogo. Sasa I think kumebaki tu makogo kama tuwili hapa. Kwa sababu kuna memory akaja kuja venye kalikuwa zamani. Zamani ilikuwa kana memory ingine kali. Photographic memory. Sasa naona kama kumebaki makogo kapi. Na kifika hii mwisho wa wiki itakuwa imetoka yote. In Jesus name. Mimi ni mchungaji na nilifanywa ndivyo. Na wewe? Na umetoka kwa Manyuru, umetoka kwa nani? Ukifika hapo umeenda kwa kapi na nani Kwigi? Huyu akikuja hapa ulikuwa umeenda kwa nani na nani? Ni Kwigi. Ni wapi hii umetoa pepo ya huyu, umebeba ya huyu, umebeba ya huyu, umebeba ya huyu, umebeba ya huyu. Kuta sasa ndio suffering inakuwa kubwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu.